Karibu kwenye Life Asili Podcast. It's episode 8. Tuko episode namba 8. Leo tupo na brother hapa, atajitambulisha vizuri. Tuko pia na ndugu yetu pale mwisho, Kubinos GC. Karibu sana kwenye podcast Embo. Asante. Yes, unaweza kujitambulisha kidogo, kawaambia watu kwamba wewe ni nani, umetokea wapi, au kabla chochote kuhusu wewe ambacho unatamani watu wafahamu kuhusu wewe. Okay, mi kwa majina yangu naitwa Andrew. Andrew ni mwanafunzi wa Musti. Nasoma Bachelor of Science Biotechnology, niko mwaka wa 3. Mwaka wangu wa mwisho mimi niko hapa Tumbea hivyo. Yes. Karibu brother, pia hapo jitambulishe. Kama nadhani sura songe sana. Mtazamaji wa Life Asili anaweza kuwa anajua. This is Kubinos GC. One and only, unajua. Na hapa mwanzo uko na Great Galileo na umesema unasoma Bachelor of Science Biotechnology. In Biotechnology. Sasa kuna watu ambao hawajai kusikia hicho kitu kama mimi. Unaweza ukawasaidia kidogo, uelezee yani unachosoma wewe unasomea mambo gani? Simply biotechnology na deal na biolojia ya viumbe hai. Lakini mara nyingi ni microorganisms. Virus, bacteria, hivyo. Kwa research labs kunaingia kule kufanya utafiti kuhusu wadudu, sijui umetokea makorona, sijui vipi. Ebola, magonjwa kama pandemics kama hizo, kwa huko ndo mostly tunakuwa tuna apply sisi biotechnologist. Ani mambo mazuri sana. Sahihi. Karibu sana Life Asili Podcast. Mi uwanja wa nyumbani. Uwanja wa nyumbani hapa, kwa hiyo karibu anytime, all the time. Yes. Ndugu yangu, hauna swali lolote? Jamaa amesema mambo mengi sana, mabakteria, mavirus, maneno. Nikaa nawaza jambo moja, unajua? Mifumo bwana, elimu. Mifumo ni nzuri lakini haijawa rafiki sana kwetu. Kwa sababu gani? Hivi kwa mfano kama sasa hivi kuna Ebola imeerupt hivi karibuni, sio? Kongo, Uganda. Nimeona pia kuna tukio fulani limetokea hivi Kenya hivi karibuni linahusiana na Ebola na nini. Kitu kimehappen pale ni kwamba ni sahihi magonjwa yanakuwepo muda mwingine na erupt kama asili, kama ilivyokuwa labda Life Asili leo, au unasemaje? Kama nature, kama ni magonjwa ambayo yanakuja kulingana na mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa. Lakini kuna virusi ama bakteria pia wanakuwa wanatengenezwa na watu kwa ajili ya maslahi binafsi. Kwa yani ni kwamba nyinyi elimu yenu mnafundishwa mpaka vile kwamba kujua vyanzo, au mnafundishwa matokeo ama effect ya wale virusi. Ukisema kuna virusi vinatengenezwa kwa ajili ya maslahi binafsi, unakuwa na maana gani? Kwa sababu ni controversy, kwa sababu hakuna mtu ambaye tayari ana yani uhakika kwamba wewe bwana tumekuona umetengeneza kirusi fulani. Let me ask you a question. Kwenye hizi tunaweza wakisema tamani, jamani, sauti yangu leo kidogo nilikuwa naimba sana. Wajisebea sana. So kitu ambacho nitaka niulize hapo, kwamba tuna magonjwa yanasababishwa na bakteria na kuna magonjwa yanasababishwa na virusi. Sasa je, virusi ni kitu ambacho kinatokea kwa asili au ni kitu cha kutengenezwa maabara? Au virusi yani kirusi kinakuaje kirusi? Kirusi kuna njia mbili, au niseme kuna sababu mbili. Kirusi kinaweza kikawepo sehemu fulani. Unajua kuna ile concept kwamba kitu kinaweza kikawepo sehemu fulani ni useful, lakini kikiingia sehemu fulani inakuwa harmful. Hiyo si unaijua? Kwa mfano kama tuchukulie ugonjwa wa corona. Ugonjwa wa corona mwaka 2019 kule China kule. Wanasema kuna zile controversies kwamba walikula sijui nyama ya popo na gani. Kweli ni namna fulani kwamba inawezekana kuwa unatengeneza, lakini haiwezekani useme tu waje wakuchome wewe, waje mchome mimi au waje mchome nani. Kwa hiyo kuna namna kirusi, kuna njia kirusi inakuwa transmitted, yani kutoka kwangu kija kwako kwa mtu mwingine. Kama wanatengeneza, hebu sina uhakika kama wanatengeneza. Hoja yangu ilikuwa hujaipata tu vizuri, yani kwamba sisi ni watu ambao tupo kwenye low key. Magonjwa tunapokea, unaweza kaambiwa limetokea natural, lakini inaweza kuwa artificial pia, mtu ametengeneza mapengia maabara akatengeneza, kunatokea nini kikawape, unajua.
lakini imekuwa ni utaratibu wa mataifa ya mbele kutumia magonjwa kama fursa ya wao kutuandamani sisi, wakati ambao mnakuwa mnahangaika na hayo magonjwa ambayo yanakuwa yameripuka, si ndio? Ni kama ambavyo ilikuwa tu kipindi kile cha corona, unajua kuna time fulani hivi majamaa wanasema tunapa misaada na nini, tutapa mabarakoa kama nini, kumbe ndio ilikuwa ni sehemu pia ya kufanya hivyo vitu. Ndio maana watu ambao walikuja na IQ kubwa kama kina yangu akasema inabidi kwanza tutulie, kwa sababu hata hivi vipimo vyenyewe vinavyokuja kuna vinaleta contradictions, unajua. Kwa hiyo unakuta mpaka papai na corona ni how comes, unajua. Kwa hiyo ndio maana na corona ndio maana jamaa mara ya kwanza nilimuuliza kama wao wanafundishwa kwenye biotechnology kibongo, wanafundishwa kujua madhara, yani effect, side effect, au mpaka vyanzo, kwa nini how wana happen vipi, na yani source mnafundishwa research za kwenda kutafuta na nilio source, kwa nini bacteria na happen. I got your question. Ila sasa sitaki niende huko kwamba sijui papai sijui nini, kwa sababu sina uhakika na sijawahi kuona kwamba sehemu fulani watengeneza kirusi. Hata kama vipo it's okay, it's fine, wanajua wao. Kwa mfano kabla hujaenda mbali, nyinyi hamjafundishwa jinsi ya kutengeneza kirusi? No. Manake meishia tu kumsoma kirusi na tabia zake. Kirusi ni corona. Amenasababisha na nini bwana? Kuna SARS-CoV-2, tatizo kubwa la bongo, elimu zetu la bongo hapo unaweza kaendelea, lakini shida yetu iko hapo kwenye kujua bakteria. Kwa nini bakteria? Sio unafundisha tu kwani anakula hichi, anakunywa hichi. Muda mwingine inabidi unamsoma, unaweza ukamtengeneza. Okay. Sasa hizo zinakuwa kuna mambo mengi duniani, kuna issue za matrix, hata akinifundisha mimi nitakuwa nipo aware, so nitakuwa ni shida kwa maana yake bado bado tujafikia huko. Yani issue ni kwamba tu tunatoa wito kwa serikali. Unajua sisi watu wazee wa wito, kuna demand pia, kuna haja pia kurekebisha mifumo yetu ya elimu na nini, kwa sababu mifumo ambayo sisi tunatengeneza kuwa maboya ama bogus. Yani unategemea kitu kitengeneza afu unakuja unakisoma afu unafundishwa tu juu madhara yake, au it happens, inatokea nini, kinataja hichi, lakini atuendi kule kwenye hichi ambacho tunataka kuzungumzia. Nimeuliza swali kwa sababu nimeshaisikia majibu kama pande mbili. Hivi kirusi ni kiumbe hai ama kiumbe kisicho hai? Kina tabia zote mbili. Kirusi inategemea kipo wapi. Kirusi inaweza ikaishi as a living thing, kirusi pia inaweza ikaishi as non living things. Kirusi inaweza ikawepo hapa hivi ikasurvive, unategemea na kirusi ikasurvive hata siku 7 siku 6, kipo tu, yani kipo. Sasa kiwa hapa nje ukajitemu kama ni a living things, kwa sababu kuna vitu vinakuwa viwezi kufanya replication, generation inakuwa haiwezi namna hiyo, ila kinakuwepo na kipo dormant. Kwa maana yake kinakuwa hakina zile sifa 7 za kile. Ukasema ni kiumbe kwamba zile kujizalisha, akifanya labda respiration, akifanya nini, kinakaa kama kinakuwepo tu, kipo ni dormant. Unajua kilikuwa dormant, yani kipo. Na bacteria ni living things. Kwa bacteria hata akiwa yupo exposed sehemu sio ndani ya kiumbe mwingine, anaweza akawa anajizalisha na kuendelea kuna aina bacteria anaweza akawa anajizalisha, yupo tu hapa anaendelea kujizalisha hivyo. Okay. It sounds kama virus ni kama AI, kwa sababu yani ndio maana virus ni complicated, ni kama kiumbe hai, sio kiumbe hai. Virus ni complicated, ndio maana kisikia ugonjwa ni viral disease. Yani hapo inakuwa changamoto kama corona, yani mpaka kiasi kwamba mpaka ikaja ile wimbi ikaja kupotea kabisa. It takes time. Ni ngumu kudili. Hiyo nasikia ni ngumu kudili, au mifumo yetu inaleta ugumu wa kudili hicho kitu. Mifumo yetu sisi wakina nani? Yani sisi mbongo tunazungumza. Tukija sisi hapa maana yake tupo tunazungumzia mambo yetu kabisa itare. Tupo kwenye mtaani affairs hapa. Bado ni ngumu kwa sababu yani hata tukisema ile mashirika makubwa sijui WHO sijui kama umeona corona imeua watu wengi watu. Sasa wewe sikia ni kitu kinamba kimambele. Naangalia ukizungumzia mbele pia angalia na watu rika ina gani walokufa wengi ilikuwa ni wazee. Kwa sababu gani? Kwenye nchi za wenzetu ile rate ya wazee wanaishi wapo wengi kwenye nchi zao, huwezi kulinganisha na bongo. Sisi bongo wazee wetu wanakufa mapema. Kwa sababu gani? Zile standards za maisha ambazo tuko nazo, umeelewa? Hiyo tu ila kule, lakini issue ni kwamba nilichokuwa najaribu kukifocus hapa ni kama vijana ambao tunakuwa tumeandaliwa na hii mifumo ambayo ipo, tunatengeneza kuamini kama kitu fulani kinaweza kiwa ni kigumu hata kama ni kirahisi. Ndio ubaya wa mifumo pia. Yani inaelezewa hivyo. Yani wewe sasa hivi swala umesema tu swala viral ni swala zito. Wenzako kwa shatoka wanaanza nuclear.
Si unaelewa? Alafu wewe unaona kitu kiko complicated, kumbe majamaa ni kama washavyamaliza. Mimi naamini kila kitu kinawezekana. Mimi wewe nikuulize swali Andrew. Kwa nini kusoma biotechnology? Yaani wewe kwa nini uliamua kuja kusoma biotechnology? Nakumbuka ni for the first time nimesikia kozi kwa sababu ni brother wangu ndo alikuwa ananiapply hii kozi, akaniambia kuna kozi mpya iko Must, unaona inaitwa biotechnology. Kabidi nimuulize kwa sababu mwenyewe nilikuwa sijui inahusiana nini. Nimetoka jeshi, muuliza kwa nini inahusiana nini, akaniambia nasema masuala lab na nyingi kidogo, napenda kufanya kazi hospitali. Kufanya kazi hospitali, nikamwambia wakaniambia ni nzuri, itakuwa unaweza hata kama sio hospitali, la kuna taasisi maabara hizo experiment research utakuwa unaenda huko. Nikaona okay, spy sababu nitakuwa na biology, because biology mimi naipenda, yani mwani tangu iwe nipenda, so hicho ndo kilinitrigger. Kabla mwenyewe nitakute naangalia okay. Lakini mchongo wako wewe internal ilikuwa nini? Mchongo wangu mimi internal kabla hujapata ile influence ya brother kwamba kuna biotechnology imekuja, ipo duniani, ipo Must inapatikana, unaweza kusoma tu fresh, kitu ambacho uko unatamani ni kama dream, yani dream ambayo unakuwa nayo hujaiota. Mimi kwanza kabisa, mimi kwanza yani hii yani hata nyumbani wanajua mimi wakati nipo mdogo, yani tangu na vita mpaka sekondari nilikuwa na ndoto nimeenda kaninde kwa mwalimu. Huyo mwalimu nimeenda kaninde nilikuwa kaninde nifundisha. Baadaye tukaenda sasa shule vile form 4, nikaona sasa biology mbona kama inaanza kuingia, yani sekondari ile sasa ndo mbona kama biology inaanza kuingia kwenye damu. Hivyo form 4 nilipomaliza nikafaulu, nikaenda PCB shule pale kwa Mtwara inaitwa Ndanda. Kasoma hivyo PCB, kaja nikaamaga shule, nikaenda shule nyingine nikamalizia huko form 6 ipo Mlandizi pale Kilangawanga. So yani at the first sijui udaktari mimi mambo kwa sina, yani mimi akili yangu ilikuwa mimi nataka ni teacher, nataka niwe nafundisha watu. All dreams kwa nataka ni teacher. Lakini baadaye ile kubadilika namna hiyo. Yes, na kwenye kabla hujafika uliambiwa kwamba kuna kitu inaitwa biotech na nini, ukafanya research yako. Kitu ambacho the picha ambayo ulikuwa nao kichwani kuhusu biotech baada ya kufanya research na uje kuja kukutana nacho, je, ni vitu vinavyofanana au vinatofautiana? Kama vinatofautianaje yani? Kwa kwanza nilivyofuatiliaga kabla sijaja chuo na nilivyovikuta ni vile vile, japo at the first ilikuwa ni ngumu. Nimeingia mwaka wa kwanza, maisha yangu ya chuo ilikuwa magumu shoti. Niliona kama nilikuwa naona nini kama vitu ni vipi, sijui kilinikuta. Sasa sijui kama ni mimi peke yangu au ni watu wote wakiingiaga chuo waga wana ile panic ile, yani kwamba ni unasoma microbiology unakuta na mwalimu naye yuko strict hivi, unaona kama shule ngumu hii. Lakini kitu ambacho nilikipenda kwa hiyo ikabidi niendelee kukaja, ila ni vitu vile vile ambavyo kitu ambacho nilikiwazia kabla sijafika chuo na nilichokikuta vile vile hakukuwa na kitu cha kutisha sana. Ni ile tu academic kipani ni kutaga pia. Unaona vitu ni vipya, mbona kama sio vipya, ndio hivyo rudi ni kazi sasa, ili mambo yaende. Mungu asaidia, nimebakisha miezi kadhaa tu hapa. Hiyo jambo zuri sana. Hivi hizi issue za magonjwa ya tunasema ni pandemic disease kama corona, Ebola, mimi huwa najiuliza sana kwamba ni kweli taarifa ambazo huwa zinakuja ni taarifa za kutisha kweli? Yani kwamba zinakuwa ni taarifa za ukweli kwamba hayo mambo yanatisha sana, au kuwa kuna kuwaga na pressure ya uoga ambayo inakuja nyuma au matangazo? Kwa sababu gani? Tuliona kipindi cha corona watu walikuwa wanasema hivi, wengine hivi, lakini kila mtu alikuwa na experience yake mwenyewe. Lakini kulikuwa na zile story, mtu anakupigia simu anakuambia huku dawa watu sanduka barabarani kama kuku, ndio anakuambia Dodoma sio hivi na hivi. Lakini kiukweli wewe mwenyewe kwenye experience yako unafahamu, na mpaka sasa tuko wote hapa, maana yake tuliweza kusurvive hiyo pandemic. Kwa hiyo sijui kama mmenielewa ninachojaribu. Nimekuelewa sana. Yaani kwa natamani nione mtizamo wenu, mtizamo wako, mtizamo wa Kubinos kwenye hili jambo kidogo.
Nafikiri kwenye kesi za pandemic mara nyingi tusende mbali pandemic. Kwenye kesi hata magonjwa tu hata ambayo yanatokea hapa Bongani. Je, pandemic mara nyingi ambayo ni magonjwa ambayo ni global, lakini kabla gonjwa lijawa global linakuwa gani outbreak, yani ni gonjwa fulani hivi hata kama ilikuwepo, lakini tuitegemea kama itakuwa inaua basi watu 3 4, ila at the same time unaweza kuona ni ndani ya wiki tumezika watu 100. Unaona mbona kama mambo yanaanza kuwa mengi hapa, unaona? Kwa ile inakuwa inaitaga panic, yani hiyo ipogo, sababu sio sisi tu huku watu wa kawaida, hata scientists huko wanakuwa wana panic. Tulitegemea corona hata kama anaua watu basi tegemea tuna vifo 2 kwa mwaka au 3 hivi, lakini zinafikia muda tunaanza kuona watu 10 wanaanguka kila siku. Kwa hiyo sasa katika zile kuhadisiana zile tumekufa watu wangapi, ndio maana ilifikia kipindi Bongo, kama unakumbuka kipindi kile, wakubwa wakasema hakuna kutoa taarifa tena. Kwa sababu gani? Kupunguza ile panic. Kwa hiyo waga ni panic sipi na hiyo imetokea pale, ila kusema kwamba sio natutisha hamna, yani kuna magonjwa yanaua kweli, yani likipita hapa inapita kweli inaua. Sasa ile panic pia inaweza ikasababisha effect zaidi. Kwa hiyo ndio maana kuna katika njia ya kupunguza tatizo wanaamua ngoja tufiche hii mambo yasiwe mengi. Unasemaje Kubinos? Hii ilikuwa nawaza hiyo. Sahihi, jambo linavyokuwa linatokea hasa kwa magonjwa ambayo yanakuja kama mlipuko kama jamaa alivyosema. Obviously kila mtu kwanza anakuwa anawaza tiba yake itakuwa ni nini, unajua? Lakini hayo ndio nishasema, kuna haya masuala pia ya magonjwa huwa yanaambatana na siasa. Yanaambatana na mambo ya kiuchumi. Ndio maana magonjwa mengine kama gonjwa inabidi, yani kwa mimi ninavyoona, hata gonjwa limekuja Bongo na nini inabidi tu tunatafakari gonjwa limetokea wapi, ina mchongo gani, kwa sababu wanachokifanya nini inaweza nikaa ni gonjwa ambalo limeandaliwa na watu kama tulivyosema. Haya mambo yapo kabisa, hata tusifiche magonjwa. Yani ni kwamba kwa labda tu kwa elimu ya Bongo ndio imekuwa ni ngumu kuamini kama ma virus wanatengenezwa, bakteria wanatengenezwa, na kwa elimu inayofundishwa Bongo hawafundishwi kutengeneza virus, wanafundishwa kupambana na virus. Sasa kule wenzetu wameshaandaa, alafu wanajua cha kufanya, ila ile cha kufanya kwenye kile cha kufanya inabidi utoe kitu ile ukupe cha kufanya, sio, unaelewa? Na ndio maana kuna mataifa mengine yamekuwa magumu sana, na kuna mataifa ambayo yamekuwa kiweka resistance. Kwa mfano kama kipindi kile hata corona, simply tu tuende kwenye corona, tusende mbali sana. Huyu jamaa alisema hebu ngoja kwanza tutulie, kwa sababu hivi vipimo kuna watu wanasema kama wana corona alafu hawana corona, si unajua vile vipimo. Anko nazungumzia huyu jamaa regent kabisa, nani, rest in peace Anko Magufuli. Okay, yeah man, late president, yeah man. Kwa yule jamaa alisema hebu tusikilizie kwanza mchongo, kwa sababu gani Bongo imekaa mara 2. Inaweza katokea ajali ya watu wamekufa kweli kwenye ajali, wakatangaza watu wachache lakini walokufa wengi. Sasa ikijaga kwenye masuala kama ya magonjwa mataifa ya nje, na pia Bongo inaweza ikatokea like na tabia, na pia hiyo ni nature ya Tanzania, nahisi kuna tabia ya ku-exaggerate mambo. Inaweza ikatokea pia wakawa wamekufa watu wachache lakini watu wakasema watu wamekufa wengi. Ndo nakoenda sasa, kwamba ile habari ya kusema wamekuja wengi waga inatokea kulingana na pressure huku nje, wale watu ambao wamenduzi vile vitu wanataka kile kitu kiende kwa kasi gani na kiende kwenye bongo za watu, kiwatafune kwa hali gani. Na ndio maana ni kwamba ilikuwa kama watu wale majamaa ambao walikuwa wanataka wafanye uonekane kama ile gonjwa lina nguvu sana kiasi kwamba watu watengeneze uoga, waishi maisha ya kujifungia ndani, yani wakae ndani, si unajua. Na ndio maana ili watu wakae ndani wagope ile gonjwa lazima wape taarifa ambazo zinaumiza kwamba wanakufa 100 na ngapi kwa siku. Lakini unaweza kushangaa labda ile gonjwa lilikuwa linaua sawa na malaria ama TB, lakini zisema zile taarifa za TB mko ampeli, si unajua. Lakini unashangaa kuna idadi ya wagonjwa wameongezeka, idadi iliongezeka, kuna wengine kwenye vile vipimo vimeonyesha uongo. Kwa hiyo ilikuwa inatengeneza hofu. Kwa hiyo ndio maana haya mambo unajua yanapokuja inabidi tu tunaangalia upepo unavuma kutokea hapa. Lakini haya magonjwa mengine ya Kiafrika nasi, mimi naamini sana kwenye Afrika nasi. Unajua magonjwa mbona kuna mipela tu kibao tunachemsha. Tunajichemshia tu Bongo afu maisha yanaendelea. Unajua? Ndio maana magonjwa mengi, hamna gonjwa, labda tu tuwaulize watu. Gonjwa gani ambalo lilianzia Afrika je kupatikana tiba? Swali tu la kujiuliza. Gonjwa ambalo limeanzia Afrika
Jiulize hivyo unajua. Jiulize sasa. Ebola imetokana na nini? Ni kirusi. Ebola ilianzia Afrika Magharibi nakumbuka. Virusi yuko shule ya msingi kitu 2010 na Ebola ilianzia Afrika Magharibi. Afrika Magharibi. Kule walianza kufuata Ivory Coast kule maana. Unajua chanzo chake ilikuwa ni nini? Inanilia au walisema wanyama wa polini ya. Iko hivi brother, hata VVU ilikuja kwa soko si manini kwamba wanadamu walianza kutengeneza zilikuwa ni scenario tu kwa ajili ya watu ambao walikuwa wanazileta. Lakini Ebola ilianzia Afrika. Inawezekana pia kwa sababu gani? Virusi anaweza vikawepo, si ndio? Ni wanatumia wifi. Kwa mtu ana bando kwenye simu. Hapana, mwenyewe anatumia wifi. Watu tutaenda kufuatilia alafu hao hata watazamaji watatusaidia. Kwa sababu gani? Cameraman una bando. Okay. Umeona bwana? Ilikuwa tunaendelea ni kwamba wakati tunaendelea gonjwa linaweza likaja lishatengeneza watu washaandaa virusi lakini wanachagua sehemu ambapo wanaweza ka reinitiate. Sio, unaelewa? Na scenario ikatengenezwa. Tunaweza tukaingiza kwa nanili kwa wale nini kama bat wale majamaa walivyofanya wale mapopo, si unajua? Nikuulize swali kwamba Wachina zamani walikuwa wali popo. I don't know. Kwa nini walianza kula popo na ilitokea ije mpaka popo akaliwa afu kapatikana ugonjwa? Inaonekana kama alikuwa wameanza kula, inawezekana baba ilikuwa ni tabia yao kuwa nakula. Kwa nini zamani hakuwepo? Na what happens? Sema kuna confidential, kuna mafaili mengine na kuaga ni confidential ambao sisi hatuwezi tukayajua. Wewe ndio unachukua kusema kwamba ni hizi nini? I mean pandemic. Hizi pandemic huaga i setup za watu fulani wachache. Hapo nimesema kama yani swala linapokuja inabidi tu tunaangalia upepo unavumia wapi. Ndio maana akasema kwamba ukisikia baridi usikurupuke tu, sawa, unaweza kawa ukachukua koti na nini, lakini huwa unajiuliza pia, unajua hili inabidi nikae kwenye ngo gani ili nijikinge na ile baridi. Hiyo direction upepo unakotoka. Kwa hiyo point of view unaweza kuwa uko sahihi, lakini in case ikatokea, sababu yale yani hii sio utani, yale magonjwa yanaua kweli. Yani yanatengenezwa kwa ajili ya kuua, ndo dhamira yake. Na yale yanaua, muda mwingine yanakuwa economical kwa ajili ya mataifa mengine mabepari. Ndio maana wewe wanapofanya wewe kukuua, kwa mfano kama sasa hivi tupo umepata anasema hivi Ebola originated in 2 countries simultaneously in 1976. Kwamba Ebola ilitokea katika nchi mbili kwa tano mwaka 1976 ambapo ilikuwa ni demokrasia ya Kongo pamoja na Kongo za South Sudan. Kwa maana yake ni hapa kidirani kwa ni East Africa hivi. Ndio maana brother mimi nakwambia hizi za Google ni kama ambavyo majamaa walikuwa wanasema zamani. Kuna watu ambao walikuwa na taarifa kamili, ilibidi wauliwe wale mainformatic wale wakubwa kwa ajili ya watu watengeneze scenario zao na story. Ndio maana stories zimefuatwa. Kama wewe unatokana na soko au kama soko, unaonekana una conspiracy theories nyingi sana mzee. Hiyo umesema wewe, lakini ni vote unaweza ukachukua. Kwa sababu gani? Mimi nakwambia tu, yani tunakuja tu kwenye rili ya mafikirio ya kawaida sisi kama wanadamu. Kwa mfano kama wewe, si ndio? Wewe ukisema anyways, tuwasikilize wazungu walisema labda Ebola virusi labda vya ukimwi vitokana jamaa labda sex na soko ikatokea hewa na nini au counts mtu ana sex na soko au mpaka nini. Nikuulize tu swali, si ndio? Watu sasa hivi hapo kwenye innovation kubwa na za nuclear wanapambana. Mchongo dawa ya virusi hajapatikana mpaka leo brother. Kwamba majamaa wameconcentrate kwenye nuclear afu hataki kujua kuhusiana na virusi na majamaa kabisa wamekaa kimya tu kabisa. Virusi gani? Virusi gani? Vya ukimwi ile HIV. Kwamba dawa hajapatikana mpaka leo. Kwa wewe sana ambapo umeisoma wewe, kuna dawa ziko kwenye trial, tuliambiwa kuna website moja ikaambia kuna dawa ziko kwenye trial. Walitangaza mwaka 2022 walitangaza kwamba wanafanya trial. Na bado trial kwa sababu unajua yani mpaka kitu kiwe dawa yani watengeneza sasa tuseme ni dawa. Ni dawa. Mimi nikwambie kiuchumi. Nikwambie kitu kimoja sasa 30. Nikwambie kitu kimoja kiuchumi. Hauwezi ukatoa tu dawa kishamba hata kama dawa nayo. Inategemea kwa sababu dawa inatengeneza wewe kwa mfano. Ni ashumu mimi, si ndio? Nimetengeneza ugonjwa. Kwa hiyo taifa jingine. Nyinyi mna madini. Nyinyi mnategemea dawa kutoka kwangu. Mna watu wengi wanaishi kwenye nchi zenu. Ili mimi nionekane wa muhimu kwenu, inabidi niwape dawa ili kusudi nyinyi muendelee kutengeneza community, tuendelee kutengeneza ile nini? Biashara. Alafu pia na ukaribu wenu. Mimi niwepo kwenye mzunguko wenu. Kwenye ecosystem. Man. Kwa hiyo inabidi mimi niwe natoa chochote ili nyinyi muweze kunipa chochote kutoka kwangu. Sababu hatuwezi kufanya biashara bila kubadilishana. Unanipa hela nakupa madini. Unanipa nini nakupa. Ndio maana ninapokupa wewe siwezi kukupa mazima brother. Afa as long as najua mimi nisipokupa wewe maana yake mchongo unajua mimi urafiki na wewe ndio unaenda kuicha hivyo brother. Unajua mambo hatupo hapo kwa ajili ya kujaji, lakini tunafikiria pia mafikirio. Unaweza kufikiria hivyo kwa upande mwingine wa sarafu.
na kila mtu anajaribu kuzungumza mtazamo wake. Kikubwa ni kuweza kujenga, tuweze kupanuana fikra na kupeana information mbalimbali. Issue ya magonjwa iko a bit complicated kwa sababu so much complicated. Magonjwa huwa yanamwafect mtu yani kwenye kila nyanja. Chumi, jamii, ndio hicho. Na mtu ambaye yupo juu anataka kuendelea kubakia kule juu, alafu uendelee kubakia chini. Umuhimu uonekane. na sababu kwa nasema kwamba inamwafect mtu kwa katika nyanja mbalimbali. Maana yake inawezekana unachokisema kipo kweli. Inawezekana magonjwa yanatengenezwa, inawezekana magonjwa yametokea, lakini pia siku zote wapo watu ambao wana take opportunity. Kikitokea kitu chochote yani kile ambacho kimetrend, watu wanaruka nacho. Wanasema changamoto ni fursa, yani challenges and opportunity. Watu wanajiingiza katikati kuweza kutaka kunani. Nimekwambia tu swala simple brother. Sisi si ni wa Africa brother. Yani ilikuja si kideli wauni pale wabongo au Afrika wakatengeneza dawa na tunachemsha tu marobaini. Sasa huo manake dawa ilipatikana wapi Afrika? Umeona? Yakaja si masuala ya nini? Polio nini? Kama kudungwa chanjo hizi. Sasa hizo polio sawa zilikuja, lakini za kiasili pia zipo. Sema tu kwa sababu sasa hivi tupo manipulated na civilization. Na ndio maana majanja ilibidi tuonekane sisi tuko civilized, inabidi tuvae mashati kama hivi. Ndio tuonekana wanyama na nini, lakini so kama tulikuwa tunaishi maisha ya kishamba kama hivyo, au tulikuwa tunaweza kuya control mazingira yetu tukaishi vizuri tukachemsha tu dawa na nini. Lakini dawa ambazo zinazokuja zinakutengenezea wewe uendelee kukaa kwenye cheni ya dawa. Yaani maanisha nini? Tu malaria wewe sasa hivi tukienda kupimwa na malaria, sema inaonekana labda ipo chini. Unajua? Kwa hiyo yani majamaa ndio maana nakwambia yanatengeneza umuhimu. Okay, ngoja mimi niulize swali. Kwa sababu uona mtizamo wako kuhusu maisha, kuhusu serikali, magonjwa na kila kitu. Lakini mtu pia na mtizamo wako, mimi pia na mtizamo wangu. Sasa swali linakuja. Kwenye kila ambacho kinaendelea sasa hivi, ungepewa nafasi sawa ya kuweza kubadilisha kitu kimoja. Ulizungumzia issue ya Matrix, manake you believe kwamba kuna system fulani ambayo ipo. Maybe inaonekana au haionekani. Lakini pia brother kule anaamini kwamba there are systems ambazo zipo na guide na. Ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja katika system ambayo ipo ya maisha ya binadamu, ungeweza ungebadilisha kitu gani? Au unge introduce kitu gani kipi ambacho kitabadilisha mambo? Naomba hiyo swali aanze kujibu nani. Sasa badala yaanze wewe. Mimi kama kaa mzee Afrika nasti kabisa. Ni kama na vitu vingi. Aziwe Mwafrika nasti mimi kama kaa. Kwanza kitu cha kwanza ukisema kitu kimoja, haya maisha yetu inabidi sio cha kubadilisha kitu kimoja. Sisi inabidi tufumue kabisa mfumo, yani tunaanza maisha upya. Kitu kimoja. Sasa kitu kimoja ukisema kitu kimoja hivyo vitu uchague sawa. Ni kitu gani utabadilisha au ni kitu gani utaintroduce kiweze kubadilisha kitu ambacho unaona kiko sawa? Kitu kimoja utahitaji. Hivi wewe kwa mfano ukisema hivyo hivi nikikwambia kwa mfano kama yani vitu vipo vingi, ndio maana nashinda nianze na kipi. Kwa sababu gani? Swali ni pana. Ndio maana swali lilivyokuwa kwa nini? Nikwambie hivyo kwa nini linakuwa pana? Kwa nini linakuwa pana? Nitakwambia vyakula. Kwa sababu vyakula vinatuumiza sana na vimekuwa vinamaliza sana generation yetu. Nitakwambia mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu pia sio unatengeneza sisi kuwa dependent sana. Au tengeneza kimoja kati ya hivyo kitu. Tutakuja tena kwenye masuala ya dini. Kwenye swala la dini pia kuna vitu ambavyo mimi naviona haviko sawa. Kwa hiyo ukisema nianze na kimoja, nitaanza na kipi nikiache kipi? Kwa maana yake kwangu mimi nitafumua mfumo. Wewe ungebadilisha nini? Nilo hujajibu swali wepi wala. Sina cha kwanza nacho vyote. So kuanza kimoja, yani ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja. Kitu kimoja. Kitu cha kwanza nitaanza labda kwa chap chap. Nitaanza na mentality kwa sababu mentality pia ndio inatengeneza program zote duniani. Kwa hiyo kama tutaanza manake tutaanza kutengeneza program ambazo kama zitabeba uafricanity, tunaanza na mchongo wa elimu. Yaani elimu ika reflect vitu ambavyo tunaweza tukawajaza watu kwenye vichwa vyao wakaona mwanga kwamba sisi ni Waafrika, inabidi tu control mazingira yetu. Sisi tupo kwenye taifa ama tupo kwenye zone ambayo labda jua ni kali na nini. Umeona wenzetu hapo kwenye baridi. Kwa hiyo inabidi kuna vitu vingine tutavisusa hivi. So unajua kwa hiyo mimi kimsingi tunaanza huko kwanza.
vitu vingine vinapata. Ungechagua kubadilisha vitu ambavyo wanasidi kwenye ubongo, mfumo wa elimu, vitu wanavyosidi kwenye ubongo, yani vitu, kwa sababu elimu pia ndio inaenda kwenye ufahamu, na mtu anaweza kaakti kama wewe msomi, si ndivyo? Kama umechana nywele umeivo, unaonekana kama msomi. Mwedi Zabe tukimleta hapa, hata kwa mambo yao sio kuchana nywele ya nini kama sisi, anakuambia baada mimi nakula nyama huko pori. Sawa, umezungumza vizuri, ila ni bwana nadhani unajua kwa nini nakuuliza hivyo, kwa sababu kuna watu pia wengine wanatutazama na ni watu wa aina tofauti tofauti. Kuna wengine wanaelewa haraka mambo, wengine hawaelewi haraka, ili wote tuweze kupata uelewa pamoja. Mimi kwa nishamaliza kwenye program, ilikuwa swala brother anakuja mitazamo wangu kwa leo mchoro ya kubadilisha kwenye issue ya kusema tutoe kitu kimoja. Mimi nadhani hapa sasa nahisi for the first time ndio nimeanza kuongea, nitakuwa nipo upande mmoja na amekuja kwangu Afrika na Steve Life for the first time. Inabidi nikubaliane na Corbin. Karibuni sana kwenye tamaduni ya culture wa Afrika. Kwa sababu tunavyojua, yani tukisema tutoe kitu kimoja, yani kuna ule msemo unasema, yani kila kitu kinaanzia chini. Sasa kwenye hilo swali lako, chini ni wapi? Chini ni kwenye grassroots, namna yani mtu anafikiria nini. Nikisikia labda kuna mtu ana ugonjwa fulani, mimi nawadhania, au nikisikia mtu fulani kafanya nini, mimi nitawaza nini. Kwa hiyo inabidi tubadilishe mentality. Tunabadilisha vipi mentality? Unajua binadamu tunavyozaliwa tunakuwa ukuta program uko empty head, yani kwamba ubongo hauna kitu. Jinsi sehemu ambapo utakavyozaliwa watu wanaishi na utaanza kupandikiziwa. Bwana sisi hatuli nyama. So utakuwa bwana sisi hatutumii dawa za hospitali. Wewe na mwenyewe utakuwa hautumii dawa za hospitali. Kwa namna hiyo inabidi sasa tuanze tengeneze program mpya, yani kubadilisha watu namna ya kufikiri. Sababu sasa hivi yani mtu ukimwambia nanisikia naumwa tumbo au anafanya kwamba kachume mkela, wewe mganga unajua, na zile anaanza tena kuona kama ni mambo ya uchawi, lakini kawaida ni dawa, kwa sababu dawa ndo zinatoka huko. Watu wana extract hiyo mimea, wanachukua wanatengeneza kidonge paracetamol nini, unatibu kuwekea kwenye makava. Then sisi tunaona kama sasa ile ndo kama ni mchongo, ndo civilization. Unajiona kama msibaini ule umechukua mwarobaini labda nakata mpaka na magonjwa mengine ambayo yanaita uzembe. Drug component mule wamekatengenezea kwenye kidonge kaduara keupe, wewe ndo unaona unyama, lakini inakuwa imetoka kwenye hii mimea yetu ambayo, lakini kwa sababu sisi tumezaliwa, mfano sisi tumezaliwa mjini, tumezaliwa upo mdogo, unaumwa tumbo, achukua metronidazole, kachukua sijui fragile, unajua mambo kama hayo, unaumwa nini sijui, unaumwa tumbo, unaumwa kichwa, nenda kachukue dawa 3, kachukue headache sijui nini. Kwa hiyo tubadilishe tu mifumo ya kwanza. Kwa kitu cha kwanza kabisa unaanza na shule. Mfumo wa elimu inabidi na namna fulani tu, kama ni tuondoe tu, kwa sababu tunakuwa tumejumazwa. Yani ni mfumo wa shule pia na mfumo wa maisha. Kwako wewe Galileo, na hujatuambia mtazamo wako. Furahi kuweza kusikia hizi ambazo tunasema, lakini mimi ningesema tubadilishe mfumo wa maisha, ili mfumo wewe printeva mtu. Sawa, mimi kitu ambacho ningesema kimoja kubadilisha, ningesema hivyo, badilisha mfumo wa maisha kwenye kila sehemu ambapo tunaona kuna tobo, kuna era, asiweze kubadilisha mfumo, utoke mfumo ambao utaweza kuendana na asili ya sisi viumbe, mfumo ambao utakaoweza kutufanya sisi pia connected pamoja, yani kwamba human nature. Unajua sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao uko very separate, yani kuna matabaka mengi, kijinsia kuna matabaka, kwa umri kuna matabaka, wanaopenda hivi kuna matabaka, wanaofanya hivi sijui kuna matabaka, anayeweza kufanya hivi kuna matabaka. Umeona, wakati ni kawaida tu wa binadamu kutofautiana, lakini ule umoja ambao tungekuwa nao kama binadamu. Maliza kuongea nitakuuliza swali. Okay. Kwa ule umoja ambao tunapaswa kuwa nao binadamu, mimi naamini sana kwamba binadamu tumeumbwa ili tuweze kutegemeana na kusaidiana. Naamini kwamba kila mmoja ana kitu chake ambacho ni useful, kitakachomwezesha yeye kuweza kumsaidia mtu mwingine. Kwa mifumo, kwa ungewekwa mfumo mpya ambao utaweza tukava hizo sehemu zote. Kwa maana leo kwako wewe ni mfumo wa maisha tu ndio badilike, ndio jambo la kwanza. In general, yani mfumo ambao utakuwa unagusa hizo like. Okay, nice. Bado upo kwangu kwa sababu mfumo pia unaandaliwa ni. Naomba nizungumze.
tunazungumza kwa kupeana nafasi. Ulisema kimoja, ungespecify. Nimesema ni mfumo. Kwamba si kama mmenielewa, lakini mfumo tumeelewa. Ngoja nirudie. Mimi nimekuelewa, ndio maana kuna swali nataka sawa. Ngoja nirudie kwamba kitu ambacho mimi ningesema ni kwamba introduce mfumo mpya. Najaribu kurahisisha ili tuelewane. Introduce mfumo mpya ambao huo mfumo mpya utaweza kuambatana na nature ya binadamu. Bado mimi namaanisha nini? Ile ninasema moyo kwamba binadamu uko hivi na hivi, tuna moja, kila mtu anaweza kufanya kitu chake. Na kuhusiana hata kwenye mfumo tu wa elimu, wewe umesema mwanzo uko unatamani kama wewe unafundisha hivi. Mimi siamini kama mtu huwa anapata kitu au ndoto inakuja kwa mtu bila sababu. Yani mtu tu from nowhere aanze kutamani kwamba mimi napenda kucheza mpira akiwa mdogo, mwingine mimi napenda nije kuwa kiongozi fulani, mwingine mimi napenda nije kuwa mwalimu. Kwa nini watu wote wasitamani kitu kimoja? Watu wakiwa wadogo kabisa, kila mmoja huwa kuna kitu fulani ambacho anakitamani. Kama tukiweza kuwa na mfumo ambao utaweza kuembrace na kuwasogeza watu karibu, kuangalia kwamba huyu mtu ana hichi, tuweze kufanyaje ili kiweze kukua. Mimi naamini wewe ungeweza kujengewa strength fulani na mwanga katika ualimu, sasa hizi ungekuwa ni mwalimu mzuri sana. Lakini kuna hata mimi nimepita kwenye miaka fulani hivi, mko form 3 form ngapi mpaka form 5 form 6, ni kama kuna kitu huwa kinatokea, ni kama mnaanza kuona kazi ya ualimu kutokana na namna walimu wanavyopia, namna watu wanavyozungumzia, imeanza kama kazi ya ualimu haina maana. Lakini kiukweli ni miongoni mwa kazi za msingi sana, kwa sababu watu wote wanatengenezwa kutoka kwa elimu. Maana yake hata kwenye maslahi walimu inatakiwa wanaangaliwa vizuri ili uweze kugusa watu kwa uzuri. Hata kwenye kuchagua walimu, kama watu wanapata maslahi mazuri, basi wangekuwa wanachagua watu ambao wana performance nzuri zaidi au wana uwezo mzuri zaidi wa kuweza kuwasaidia watu wengine. Yes, niulize swali. Kuna sentence nimesikia hapo, ulikuwa unaongelea kuhusu klasi. Nani? Maisha, kuna matabaka katika kila kitu, shule, sijui economic, kuna matabaka. Sasa ukasema ni kwenye kubadilisha mfumo wa maisha tuhakikishe ni wote tunakuwa wamoja, si ndio? Sio hivyo, ni kuelewa vibaya, tunakuwa wamoja, si ndio? Hivi unafikiri maisha yanaweza yakaenda kama wote sisi, kwa mfano tuseme wote sisi tuna hela? Haujanielewa. Au ngoja ni clarify zaidi. Nilisema hivi kwamba naamini binadamu tumeumbwa ili tuwe kitu kimoja kwa kutegemeana. Nikasema hivi kuna matabaka ambayo watu wana embrace ile matabaka kuweza kuseparate human nature, I mean human race, kuweza kututenganisha sisi binadamu. Nikasema hivi kitu ambacho watu wanatakiwa wafahamu ni kwamba utofauti ni kitu cha kawaida. Kwa sababu gani? Tumeumbwa ili tuweze kusaidiana kwa kutegemeana. Wewe sijazungumzia kwamba watu kabisa ni wote tuwe sawa. Sijazungumzia kwamba watu wawe na wanaita sijui equality. Hapana, kwamba like 1%. No, sijazungumzia hivyo. Kwa sababu gani? Nikisema equality maana yake we are creating robots. Na inawezekana hata robots zenyewe zikawa zinatofautiana kwamba robot ina efficiency plan, robot nyingine ina efficiency tofauti. Lakini ukiachana na efficiency tu, unaweza kukuta robot hii kazi yake ni kushusha mizigo kule, labda go down. Lakini robot nyingine kazi yake ni kucommunicate na watu. Nyingine inatumika kama multimedia kioski kuweza kutoa taarifa kwa watu kwamba bana umefika hapa, direction ziko hivi na hivi na hivi. Umeona? Kwa hiyo ndio tunachozungumzia. Hapo unajua nini? Hapo kuna issue moja tu hapo. Yaani obvious kwenye haya maisha ni kwamba wewe una maji, mimi na dhahabu, si ndio? Wewe una ugali, mimi na nyama. Watu wametengeneza kwa ajili ya kutegemeana, hiyo nipe nyama nikupe samaki. Ndio maana zamani tulikuwa tunaishi kwenye barter trade. Mfumo ambao hatukuhitaji hela. Ila issue ni kwamba matatizo yamekuja baada ya watu kutengeneza ile parasitism relationship. Ni kwamba mwingine anakuwa ananufaika sana alafu mwingine anazidi kunyonywa, yani hamna ile nature. Na hiyo ndio kiona kitu kibaya ambao sisi wanadamu inatengenezea matabaka, ni amba wasikiliza sisi pande zetu, mwanangu acha tubakie tu sisi. Wenyewe sema tutengeneze mabomu. Mwanangu nyewe fresh tengenezeni mabomu. Sisi tutatengeneza nuclear. Ndio tatizo kubwa ambalo lipo mpaka leo. Hata sisi na nchi za magharibi hatuna shida nao. Hatuna shida na wazungu. Na kila mtu huwa ana kwenye hiyo mmezungumzia hiyo binafsi. Kila mtu anataka aonyeshe kwamba kitu chake ni bora kuliko bora zaidi. Na kitu kibaya na zaidi ni programu zinakuja kutengeneza watu fulani ni superior. Kwamba sisi we are the heroes, unajua. Wanafanya nimkumbuke Bob Marley. Hakuna kitu kama one nation
to be superior and the other one to be weak. Yeah. Yani ni kama Mbava leo kusemaga Fidiko kwamba hawaamini kumtengeneza Diamond na Ukiba wawili, wanachoamini kumshusha mmoja ili mmoja awe dili. Yani lazima mmoja ashuke kidogo ili mwingine aonekane kama yuko important kuliko mtu mwingine. Lakini maisha yao sisi watu wa kawaida tu ambao tunaishi kinecha kiasiri, tunaamini tu maisha ni tourism. Wewe mwanangu ni siku hati. Najua siwezi kukuumiza, lakini sihitaji pia kukuumiza. Sina uwezo kukusaidia, kwa nini niendelee kukuumiza? Niendelee kukuongezea depression, kuongezea kama siwezi hapa kweli mchongo shakuwa mgumu. Lakini siku nyingine mambo atakuwa tu sawa hivyo. Lakini hapo kwenye hiyo issue ya ubinafsi kwa namna hiyo, maana naona tumeongelea upande wa negativity. Lakini issue ya kusema katika kuangalia vitu ili tuone huyu ni mkubwa kuliko huyu, kuna namna fulani inasaidia. Kwamba wewe kama hii sasa hivi kwa yule ambaye atachukuliwa wewe upo chini. Wewe ukichukuliwa upo chini kama darasani, wewe ukichukuliwa upo chini, kama utaamua uichukulie in a positive way, you can do better. Si unajua lakini yani namna hiyo you can do better, kwamba yani kwa nini unajua kila binadamu ana ile sisi niseme yani natafuta neno yani unahitaji motivated, anakuwa motivated niweze kupambana kumfikia mtu fulani. Hilo sio jambo baya, hilo sio jambo au ni mali. Ngoja nimalizie. Hilo sio jambo baya. Kwamba mimi nikuona bwana Colbinus, wewe akili huna. Upo hapa. Mimi sio kama akili sina uwezo kufanya jambo hilo. Wewe uwezo mambo yangu. Sio vitu vyako. Lakini kwa kesi hiyo unaweza kaichukulia in a positive way. Sasa ngoja. Kwa sababu una mikono miwili na miguu miwili, niko timamu, naweza nikafanya. Kama ni mchezaji, kama ni unacheza mpira au kama unaangalia mpira, unaweza ukaona kuna namna fulani, kuna kipindi mchezaji anaweza kuwa yupo katika at the deep trench, yani mchezaji haeleweki. Unajua anacheza kipoa, pasi anapoteza sijui nini. Naweza nikatolea mfano Osman Dembele tukirudi nyuma kwa 2019 20 zile kipindi hicho yuko Barcelona, alikuwa a very worst player, yani mchezaji ambaye unajua yani alikuwa mchezaji ambaye anatarajia makubwa, lakini kuna namna. Lakini ulivyokuwa unaangalia hata movement zake alikuwa ni mkali sana anapokuwa anatokea pembeni. Kwa mtu nataka nikwambie nini? Yani wakati mimi nazungumza kwa unataka niongee kwanza au malize? Au ongea. Malizia kwanza. Yani ziko hivi. Yani tunaweza tukajifua, anasema chuma unoa chuma. Sio, unaelewa? Yani mimi naweza nikajifua kwa mtu ambaye tunaendana na talent. Sasa darasani brother, nani anataka kusoma? Alikwambia nani naweza nikasoma nikafaulu? Wapo kwa sababu yani nilikuwa nimeenda shule. Nimekwambia kitu kimoja sawa. Hiyo ni malpractice, ni kama unawapa una watu wana ugonjwa, kuna watu wanauma malaria, kuna mtu anauma typhoid, kuna mtu anauma HIV. Ukawapa dawa ya malaria watu wote wale wagonjwa. Manaka watakaopona ni wale wagonjwa tu wa malaria. Wa ule ugonjwa. Lakini hao wa HIV wataonekana wapo wiki ambao wafiti kwenye mfumo wako wewe. Ndio elimu ambayo tuko nao sisi. Ndio maana darasani hiyo motivation una compare vitu viwili, talent tofauti. Yaani hivyo vitu, kwa mfano kwenye boli. Mwanangu mimi talent, mimi kitu kipo moyoni kwenye mpira brother. Nitakuwa motivated labda na Cristiano Ronaldo ndo ananinspire mimi ma skills manini, si unajua? Sasa unajinoa kwenye chuma ambacho wewe upo nacho kwenye renki zako wewe. Sasa kumbe bado hujanielewa. Yaani ndio maana mimi nimekuelewa. Na yule kakuelewa. Nimekuelewa, yani sema tu nilikuwa nataka kwenye nyanja ambayo ile umeiweka. Niongezee. Dada amezungumza kwa parables sana. Ametolea mifano sana. Kitu ambacho umekizungumzia ni kwamba ile kwamba comparison huwa inaleta motivation. Lakini trust me, comparison huwa haileti motivation. Muda mwingine na huwa kabisa. Inategemea umechukuliaje. Kama unakumbuka sentence yani sawa mimi niko chini lakini mimi nimeichukuliaje? Maliza gagelewa. Nisikize mpaka mwisho utanielewa. Ni kweli watu wengi huwa wanahisi ukitazama like ukiwa compared utakuwa motivated. Ndio. Ni vizuri kuweza kutizama wanafanya watu wengine, lakini kwa kuwa inspired. Yeah man. Na sio kwa comparison. Kwa sababu unajua tukisema comparison maana yake tunachukua hichi tunaweka hapa na hichi tunaweka hapa. Alafu tunaanza kusema kwamba wewe hivi, wewe hivi. Wewe hichi wewe hichi hivi. Umeshaona? Na mwanzo nilivyokuwa nasema kwamba human nature, human race, I don't know why human nature is coming in my mind. Human race ni kitu kimoja. Yaani sisi binadamu ni kitu kimoja. Na ndio maana kuna watu huwa wanazungumzia kwamba sisi wote tumekonekiwa na nafsi moja kubwa, naamini hilo maita. Kwamba human race ni kitu kimoja. We are unit. Umeshaona? Na ndio maana Rastafarians they don't call you and me, like they say I and I. Kwamba sisi ni unit, ni kitu ambacho ni kitu kimoja. Ni kama mwili wako unapo function.
you have a body, kuna pua nini, kila mtu kimoja kina function yake. Sasa tukirudi kwenye utofauti ambao mimi nizungumzia kwamba tuna utofauti, lakini ule utofauti kuwa nao ni sawa na ni sahihi sana. Ndio toka nazungumzia brother pale. Kwa maana nyingine ni ipi? Kwamba sisi tunatofautiana kweli, lakini kwa kukompea utaharibu mambo. That's why there is a scientist kwenye karne ya 20 alisema kwamba you cannot judge a fish by its inability of climbing a tree. Manake nini? What do you have, man? Hicho ndo tunatakiwa sisi to consider what you have. If you have the power on your speech, manake we have to look on that. Lakini sio kwa sababu wewe ni mzungumzaji mzuri basi tukuchukue wewe tuende tukakushindanishe na mtu ambaye yeye ni mchezaji mpira mzuri, alafu tukucompare tuseme kwamba wewe you are weak kwa sababu you cannot. Ndio hicho ambacho nilikuwa nazungumzia kama kwanza, kwamba mfumo uweze kuembrace hii nature, kwamba kila mtu ana kiti chake. Kwenye kukompea muda mwingi lazima tuta fit kwenye mfumo fulani ambao umewekwa. Kama ni na watu tunazoelewa tu kwamba standard 1 wote tunaingia darasani, umeona? Naenda. Trust me, I have friends ambao darasani, mimi na marafiki wengi ambao darasani walikuwa perform vizuri, lakini the best friends I've ever had. Umeona? Marafiki ambao wana integrity kubwa sijai kuiona. Feel me? Lakini darasani walikuwa perform vizuri, lakini tumetoka kwenye issues za shule, in the creative world wanafanya vizuri sana. Waandishi wazuri sana. Lakini kwa nini kule walikuwa wafanya vizuri? Kuna namna ambavyo walikuwa judge to their inability, not their ability. Why are we going to look on the mapungufu ya mtu badala ya kwenda kuangalia ana nini, kwa sababu tunahitaji kila kilicho. Sisi tuko hapa wote sawa, Mr. Cameraman tuna sisi, kila mmoja there is a positive side yake, kuna potential ambayo yako nayo. Hiyo ndio tunayoitaka kama binadamu. Umezungumza vyema kabisa Galileo. Hatihitaji negativity ya mtu, kwa kitu kimoja Galileo. Negative yako, I mean weakness yako is my strength. Maana yake mimi nitakushikilia kwenye weakness yako, mimi nitakuwa strength yako. Na wewe kwenye weakness yangu mimi, wewe utakuwa strength yangu. Na hicho na ule udhaifu wako wewe na strength ya huyu ndio inaleta maturity. Yani hicho ndio kinabidi kukutanisha nyinyi ili mtengeneze combo, yani sio, unanielewa? Na kitu kimoja ambacho mimi nachokifikiria sasa, yani mimi kitu sikiwezi nakuhitaji wewe ili tuwe masela. Hiyo ndio maturity maisha yanavyozidi kukaa. Na kitu kimoja watu tunashindwa kuelewa, tunaweza tukao wachezaji wote wa mpira, lakini huwezi ukanicompare mimi na jamaa mwingine. Kwa sababu gani? Yani vitu ambavyo unaweza kuvikompea kwenye hiyo ungo moja ukasema this is more efficient and this is less, ni jambo moja tu, ni maroboti ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Ndio unaweza kusema robot hii inaweza ina kasi ya kufanya kazi hii kwa speed hii, lakini hii process yake ni kubwa kuliko hii. Kwa maana yake hapo tunaweza kusema this is the best robot. Lakini human intelligence inakuja na diversity. Yani wewe unaweza kucheza mpira lakini wewe ukawa na uwezo wa kucheza skills na nini. Mimi naweza nikawa na shooting power lakini tutacheza wote mpira. Kwa hiyo uwezo kanikompea mimi na mtu ambaye ana shoot na mtu ambaye anafanya skills hizo, kanikalisha kitu ni maplayer. Kuna kitu ambacho kuna mwingine. Kwa hiyo kinachotuua sisi ni comparison, kwamba Ronaldo ni mkali kuliko Messi. What the bullshit. Nimeona nimemwona BN. Kuna video BN alikuwa anazungumza, walikuwa kuna media moja Tanzania walikuwa na modi. Then akawa amemind anasema what is wrong with you Tanzania? Yani kama Tanzania umeona Watanzania wengi wanapenda kucompare like ulifanya nyimbo na huyu, umefanya na huyu, ipi imeenda sana, angalia umeifanyaje. Yes, jamaa akazungumzia kitu kizuri kinachofanana na tulicho discuss hapa. Akasema hivi, kitu ambacho mlitakiwa nyewe kukiembrace ni kwamba legends, watu ambao kwenye generation hii they have talent, wameweza kutana na wazafanya kitu vizuri, basi you have to embrace that talent na kuembrace. Is the same na sisi tunachosema kwamba looking the positive and the potential side ya mtu, na sio kuangalia tu kwamba like okay weakness ni nini. Maana yake tunapoteza the whole point of life, and tunapoteza kabisa. Tatizo sana. Kwa hiyo kila mtu abakie tu kwenye njia yake, kama hapo yani kwa sawa. Yani wewe fanya vitu vyako na mimi nitafanya vya kwangu. Na inawezekana pia mimi nikawa na uwezo wa kufanya jambo ambalo mimi siko interested na, lakini na uwezo tu wa kusoma nikafaulu.
lakini kusoma labda sio michongo yangu. Labda michongo yangu ni kukaa tu kwenye mapodcast kama hivi kuongeongea na nini, maisha kaendelea. Na watu wengi wanaamini, kuna watu wanaweza kufanya kitu basi ndio kitu chako. Lakini pia uwezo kwa ajili labda kwa sababu gani unaweza kuprocess yale mambo kwa ajili ya jambo lako ambalo yani ile uwezo umepewa process ya kuprocess kwenye vitu ambavyo inabidi unaweza kuvifanya ambavyo vinakuwa ntana. Ndio siku ile nazungumzia masuala ya spirit. Kuongezea kwenye mpira nikukumbusha mbali. Kuongezea kwenye swala la mpira, like unaweza kukuta kuna mchezaji mwingine sawa, ni beki labda namba 5, ndio niko nakwambia hapo 5 ama huyo. Mimi nakwambia natokeaga pembeni kama winga. Yes. Unakuta mtu mwingine ni beki kweli namba 5. Lakini uwezo wake mkubwa yeye ni kuwapanga watu kwa kuzungumza nao. Sio hata kwamba kuzuia sana kwamba watu wakija anakaba sana no. Kwa ndio hizo potential ambazo tunazihitaji kwa watu. Exactly. Manake we have to create a system ambayo tutakuwa tunaweza kuona kuna nini kwa wako, ku extract zile potential za watu na kuweza kukuza. Lakini tukitengeneza mindset ya kwamba comparison, tunaharibu maana nzima ya maisha. Kwa sababu brother, tulikuwa tunafanya podcast ndio anasema mtu anaanza kumwiga mtu anakuwa yule mtu. Mungu anakupunguza yeye anakupunguza. Tulisema unanyakuliwa tayari aishakitengeneza. Unakuwa kama kinyago sasa yani. Hapo ukishanyakuliwa hapo kuna neno fulani isema kwamba ile bwana ametoa na bwana ametoa. Yaani ukitwaliwa manake hauna mchongo. Si unajua? Lakini ile neno kwamba imani amelinda mwendo amemaliza. For the man ambaye amefanya ile purpose yake for the whole time, unajua kwamba this is a hero. Kwamba I'm so proud of this man, you know. Kama jamaa alikuwa anajisikia yani yeye maana Mungu bwana na yeye. Kwa mchongo wa Mungu na shetani alihusika jamaa jokes kwamba basi anyways Mungu alikuwa proud na jamaa, tusizungumzie sana, lakini all in all kwamba tumetisha sana brother. So hold on, na we still have a few minutes. Kama tuna dakika kadhaa za kumalizia. Hawana tatufaidi sana. Hata tufaidi sana imetosha bana. Imetosha Pia muda wao kutusikiliza wana. Watakuja tena, tutakuja tena kwa namna nyingine. Okay, basi to sum up kwenye potentiality za watu. Kwenye potentiality za watu wanaosikiliza kule. Natamani sana ni wito, natamani sana tuweze kuona positive side za watu. Kwa sababu tuna watu ambao wana faida kubwa sana, lakini hatupati zile faida. Ni kama migodi ambayo imejishifia, ni kama migodi iliyofitwa kutokana na system na sisi kuweza kuangalia mapungufu tu ya watu. Hiyo natamani sana tuweze sasa kuanza kutizama positive side za watu, kutizama positive side za kila kitu. I mean every individual, mbona kila mtu, kwamba huyu mtu yeye anaweza kufanya nini. Kuna mtu mwingine unaweza kumkuta ni mtoto kuanzia asubuhi amejifungia ndani. Yeye tu anapenda kusoma vitabu ni. Kuna mtoto mwingine haizi kukaa ndani. Yeye uko outdoor. We have to be extra miles kufikiria kwamba sio kwamba huyu dogo anapenda kuzua sana. Sio. Inatakiwa ukae naye ujue au mchunguze uone kwamba huyu dogo kwa nini anapenda ku stay outdoor. Mfano mimi kuna dogo mmoja nimemkumbuka hapa alikuwa anaitwa somebody Anton. Akaitwa Clinton, somebody Clinton, nimesema naye prime. Yeye jamaa alikuwa anapenda sana masuala ya nje hivi, mimea, wanyama, nini, wadudu. Hata tulikuwa tumepata siku za michezo ya watu wapo kwenye football, wengine debate, wengine cards, wengine nini. Yeye jamaa alikuwa unamkuta yuko kwenye majani, anachukua panzi, anaangalia akiwa anafanya nini, wadudu, miti na vitu vyake. Kwa maana yake kila mtu ana potential yake. Na tuache kuwajaji watu kwenye mapungufu na their inability ya kufanya vitu. Kwa sababu si hatuhitaji inability ya mtu. Tunahitaji ability ya mtu ili maisha yaweze kwenda. Tunahitaji ability ya kila mmoja ili tuweze kusaidiana na kuweza kuevolve, kuweza kusolve problem katika maisha na katika ulimwengu. Kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe. Kwa ndio maana kuja ila mtu afanye kwa ulimwengu wake, hamna yengo ambayo yuko sahihi kuliko badilisha, yani mentality, yani kwamba yani kimwangalia mtu tusiangalie nini hawezi, tuangalie anaweza kufanya nini, hawezi kwenye nini, yani ndio kwamba hawezi kwenye nini na anaweza kwenye nini. That is so ndio maisha na tuangalie tu potential ya man. Mentality wanakwambia hata freedom is a state of mind.
Freedom inaanzia kichwani, kila kitu kinaanzia kichwani. Jinsi tu ambapo unaweza kama nahisi wako huru, kumbe wako wanaweza kama hivi. Na uhuru mbaya zaidi ni uhuru wa kujiona uko huru wakati haupo huru. Hilo ndo tatizo kubwa na ndo hicho kinachotutesa saizi. This is Life Wasili. Yo. Yes, mticho sana. This is called Bay News, you see. One and only Kisamba Generosa. Mkemia mwenyewe mbaodia. Mbaologia. Sawa, Aliweso ama unaweza kaniita Great Galileo. This is Life Wasili podcast episode 8. We down. We made it.